Roho wa Bwana Yesu atakupa ruhusa ya kufanya jambo. Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya somo letu hili Mfalme. Sante kwa sababu utamsaidia kila mtu ambaye atasikia kwa sikio lake na kulipokea na iweze kuingia ndani yake, Bwana. Kwa sababu Mfalme, lengo letu ni kuona kile ambacho unatamani kufanya kati yetu linaweza kutimia. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, karibu sana katika somo letu ambalo linasema Roho wa Bwana Yesu atakupa ruhusa ya kufanya jambo. Jambo hili ambalo tunalijifunza, Biblia inatuambia kuna wakati hata mitume walipokuwa wanahubiri, Roho Mtakatifu kuna mahali aliwazuia, kuna mahali aliwaruhusu kufanya jambo. Jambo hili tutajifunza kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Karibu sana. Katika maisha ya Mkristo ni muhimu kujifunza kusubiri ruhusa ya Roho Mtakatifu au Roho wa Bwana kabla ya kufanya jambo lolote. Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza kutekeleza na kutuonyesha wakati sahihi wa kufanya jambo. Roho Mtakatifu ndiye mwongozo kwa watoto wa Mungu. Warumi 8:14 nasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Yohana 16:13, Roho wa kweli anasema huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Isaya 30:21, hii ndiyo njia, ifuateni. Yeye ndiye ambaye atatupa mwelekezo wa njia ya kufuata. Yesu mwenyewe aliongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo mimi na wewe tunapaswa pia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Angalia Luka 4:1 anasema Yesu akaongozwa na Roho jangwani. Yesu alipelekwa na Roho Mtakatifu jangwani kwa ajili ya kazi njema ya ufalme, na alienda kufunga, na kwa sababu hiyo aliongozwa na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 10:38, Mungu alimtia mafuta Yesu Kristo kwa Roho Mtakatifu na nguvu ili aweze kumwongoza. Katika Yohana 5:19, mwana hafanyi neno lolote ila lile amwonalo Baba analifanya. Mwana hafanyi neno lolote ila lile ambalo anamwona Baba yake analifanya. Roho Mtakatifu hutoa ruhusa au kuzuia. Matendo 16:6, walizuiliwa Paulo na Barnaba kufanya jambo na Roho wa Bwana Yesu. Na Matendo 16:7 anasema Roho wa Yesu hakuwaruhusu. Matendo 13:2, Roho Mtakatifu akasema watengewe kwa kazi maalum. Kusubiri mwongozo wa Roho kabla ya kutenda jambo. Mtakatifu kabla ya kufanya jambo. Kitabu cha Zaburi 32:8, nitakufundisha njia utakayoiendea. Mithali 3:5 na 6, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, naye atayanyoosha mapito yako yote. Zaburi 37:23, hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana. Hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana. Jinsi ya kupokea roho ya ruhusa ya Roho wa Bwana. Yakobo 1:5 anasema ombeni hekima kwa Mungu. Omba hekima kwa Mungu. Wagalatia 5:25, tunaendeda kwa Roho. Wagalatia 3:15, amani ya Kristo yamue mioyoni mwenu. Mkristo anayesubiri ruhusa ya Roho wa Bwana haendi kwa nguvu za kibinadamu, bali kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, kama Zakaria 4:6 inavyosema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana. Ndugu yangu, Mungu wa mbinguni akubariki. Ninashukuru sana kusikiliza somo hili. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja na wewe, na Roho Mtakatifu akuongoze katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.